igare technical marketing officer ase company elia Osho Chemicals lero gachiri gaigeri nitunyara kuba tukwerera subuime ngigoro yeliogo likoro kwa Osho Den 50WB kurwa se company ya Osho Chemicals. Naomba utulia hapa ulipo msikilizaji, elinde tokomanya uno mulemi kero kwa rode chingeni chiao matacha kero gutwara madoa chinyanya chiao ebintu buna ebyasi na kadhalika kile kintu tete gukwanira ase imambia bono safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngibire na isano ne mochi nsabire chibono mambia bono tuko chaka chinkona chiya mase yemo. Karibu sana bwana Wanjala. Natumai ubuheri wa afya kabisa. Mungu amekujalia na umefika hapa siku ya leo. Asante. Karibu sana. Nashukuru sana. Ndio. Kwa msikilizaji wa KCFM. Ndio. Anayeongea mbele yenu ni Baraza Wanjala kutoka kampuni ya Osho Chemicals. Ndio. Na kampuni ya Osho Chemicals si geni hapa Kisii kwetu. Manake kampuni ya Osho Chemicals ni kampuni ambayo inashughulika na maneno ya ukulima, ambapo tunasalisha bidhaa zile zinasaidia wakulima pale shambani pamoja na hapo nyumbani. Iwapo wewe ni mkulima ama mfugaji, unahitaji kuwa unafuga kuku, unafuga ng'ombe, unaweza kuwa unafuga nguruwe, Osho Chemicals inaambatana na wewe pale nyumbani, ambapo tunakuzalishia bidhaa zile unatumia pale nyumbani kuwezesha kilimo yako na kupata mapato mzuri. Tuko na bidhaa aina tofauti tofauti sisi kama Osho Chemicals, na mara mingi mimi huambia wakulima ya kwamba iwapo wewe si mkulima, huenda wewe ni mkaaji na msikilizaji wa KCFM, tunasema ya kwamba Osho Chemicals tuko na bidhaa ambazo unaweza sipata pale kwenye supermarket, na bidhaa zetu ni aina tofauti tofauti. Tuko na Moskill ambayo ni dawa ya kuangamiza mosquito pale nyumbani. Tuko na ile coil pamoja na vaporizer ile ambayo unaweka tu kwa stima, inatoa hiyo hewa ambayo inaangamiza mosquito pale nyumbani na inzi. Na pia hizo bidhaa zetu unaweza zipata hapa Kisii, unaweza zipata kwenye duka la Quickmart pamoja na Naivas na Shifling. So haswa siku ya leo vile tumekuja kuongelea maneno ya kilimo. Na kilimo, tunapoongelea kilimo tuko na mambo mawili matatu ambayo mkulima anafaa zingatie. Kitu ya kwanza, wakati huu tunafanya kitu inaitwa kilimo biashara. Ndio. Na hii kilimo biashara sio tu kilimo ambayo mkulima anafanya bora kilimo. Tunafanya kilimo ambayo tunaita kilimo bora. Na hii kilimo bora ndio mkulima aweze kupata mapato mzuri. Kitu ya kwanza mkulima anafaa zingatie ni kwamba hakikisha ya kwamba unapopanda mbegu yako, mbegu unapanda mahali gani? Mahali ambapo pako safi. Utakapopanda mbegu mahali ambapo pako safi, inamaanisha shamba yako ikuwe safi, mambo yako itakuwa sawa sawa pale nyumbani. Na unapopanda mbegu mahali ambapo pako safi, hakikisha ya kwamba unatumia mbegu ambayo tunaita the right seed ama the right seedling. Ndio. Yes. Tunapoongelea the right seedling, mkulima wale ambao wanapanda miche, mmea kama nyanya, mmea kama mboga ya sukuma na cabbage. Kuna wale wenzetu ambao wanasalisha nurseries, wanatengeneza nurseries zile za kusalisha zile seedlings. So huenda unanunua pale, hakikisha kwamba unanunua from the right dealer mwenye utapata mbegu seedling ambayo ni mzuri. So utakapofanya hivyo, kitu kingine unafaa uzingatie pale shambani, kuna vitu tofauti tofauti zinatokea pale. Kitu ya kwanza, kuna ugonjwa ambayo inaitwa ugonjwa wa baridi, ovokendo. Hii ugonjwa ya baridi, mara mingi wakulima huwa wanajua ya kwamba ugonjwa wa baridi inatokana na mvua mingi kunyesha ama upepo mingi kuvuma. Ndio. Sio hivyo tu. Hii ugonjwa wa baridi ni ugonjwa ambao inapatikana pale kwenye mchanga. Sababu this one is what we call fungal infection. So kwa hii ugonjwa wa baridi unapata ya kwamba hizi chembe za baridi zinapatikana pale chini kwa mchanga. Sababu mara mingi tunapopanda mmea kwenye mchanga, huwa hatupimi mchanga wetu. So iwapo hatujapima mchanga wetu tukajua kitu ambayo tunaita the soil pH. Yes. Soil pH ni ile ambayo inaitwa hydrogen ions, tunapima pale kwa mchanga. Ndio. Na hiyo hydrogen ions huenda ikawa mingi ama ikawa kidogo. So ndio inasababisha ile pH ya mchanga, unapata mchanga iko na pH ya kwa ile kitu tunaita pH meter kuna from 0 to 7. So ukiangalia hizo ratios ziko pale kutoka kwa 0 mpaka 7,
inategemea na na acidic level ya mchanga na pia alkaline level ya mchanga kutokana na hydrogen ions ambazo ziko pale kwenye mchanga. Ndio. So utapata hiyo pH inaweza influence ukuaji na kuzaana kwa bacteria na pathogens ambazo ni zinasababisha ugonjwa ya fungal. Ndio. So mara mingi mkulima anapopanda maharagwe, mkulima anapopanda mmea kama nyanya, mkulima anapanda mmea kama cabbage, hii mmea ameipanda itamea ikiwa sawa, lakini kuna kiwango ambayo mmea inafika. Ndio. Mmea inapofika hicho kiwango, unapata ya kwamba imeanza kubadilika majani. Kuna ugonjwa ambayo tunaita early blight. Ndio. Ugonjwa ya early blight ni ile ugonjwa ambayo utapata mmea wako ukishamea vizuri, umefika kiwango ya kuweka matawi. Ndio. Alafu kuna ile stage ambayo mmea huwa inapanuka. So mmea inapopanuka inapanua matawi. Na hii matawi tukumbuke ya kwamba matawi ni jikoni ya mmea. Ndio. Hapo ndio jikoni mmea inatengeneza chakula. Na ukienda pale nyumbani upate mama amebamba jikoni yake vizuri, inamaanisha hiyo jikoni chakula ambayo inatoka hapo ni safi. Ndio. So iwapo hiyo mmea matawi yake imeanza kutengeneza matawi yake, na kisha hayo matawi yanaanza kubadilika rangi kutoka rangi ya kijani kibichi na badilika polepole na kuwa rangi ya manjano. Ndio. Kisha inaelekea kuungua na kuchomeka. Ndio. Hiyo inamaanisha kuna ugonjwa ambayo tunaita early blight. Na hii ugonjwa ya early blight ni ugonjwa ambayo inaonekana mapema. Unapopanda mmea leo, mmea imemea labda baada ya wiki moja, wiki ya pili, ya tatu na wiki ya 4 utapata ya kwamba kuna majani imeanza kubadilika, na hiyo ni ugonjwa ya early blight. Kuna ugonjwa ingine pia ya barafu pia inapatikana wakati huo ambayo tunaita damping off. Damping off nayo ni tofauti na ile ugonjwa ambayo nimesema blight, kwa sababu damping off ni ugonjwa ambayo ina affect sana mmea yenye inamea pamoja na seedlings zile ambazo tuna transplant. So utapata hizi mbegu ama hizi seedlings ambazo tuna transplant, utapata ya kwamba zinaanza kuungua tu peke yake. Unaweza enda shambani ufikirie kumemwagwa maji ambayo ni maji moto imechoma hizo mmea, lakini sio maji moto. Hiyo ni ugonjwa ya barafu ambayo tunaita damping off. Kuna ugonjwa ingine ambayo inapatikana pia kwenye mimea zetu shambani, inaitwa down mildew. Hii ugonjwa ya down mildew ni ugonjwa ambayo unapata mmea iko na majani yake ya rangi ya kijani kibichi, lakini inafika kiwango fulani hayo majani yanabadilika rangi na inakuwa na kitu kama spots. Yes. The yellow spots. Na hizi yellow spots unapata hii majani vile iko na pande zote mbili, pande ya juu inaonekana yellow spots na pande ya chini hakuna. So hiyo ni ugonjwa inaitwa down mildew. Na kuna ugonjwa ingine ambayo ni ya barafu ya mwisho inaitwa leaf spot. Hii ugonjwa ya leaf spot ni ugonjwa ambayo mara mingi mkulima anapoingia pale shambani anapata matawi iko sawa ya mmea, iwapo ni maharagwe, iwapo ni cabbage, lakini iko na leaf spot ambazo ni black spots kwa hiyo matawi yake. So utapata ya kwamba hiyo ni ugonjwa ambayo tunaita leaf spots. Na hizi ugonjwa zote ambazo nimeongelea siku ya leo ni ugonjwa tunaita kwa lugha ya kawaida ugonjwa wa barafu wa Bokendo. Ndio. So hii ugonjwa ni ugonjwa ambaye inaangamiza mkulima na itahakikisha ya kwamba mkulima hataweza kupata mapato ambaye alitarajia vile alikuwa anataka kufanya ukulima. So ndio maana kampuni ya Osho Chemicals inakuja na hii dawa ya Oshothen. Nitakukosoa kidogo, ni Oshothen 80WP. Ni 80? Ni 80 sio 50. Oshothen 80WP inamaanisha ya kwamba hii ni dawa ambaye imetengenezwa na sumu ama molecule ile tunaita mangozeb. Ndio. So hii molecule ya mangozeb imetengenezwa in powder form. Lakini before uende kwa dawa Bwana Wanjala, kidogo kwa faida ya msikilizaji. Kumbe umesema kwamba mimea pia inaweza ikawa affected na baridi. Labda msikilizaji anajiuliza hii baridi inayovuma kwa kasi namna hii ndio ina affect hii mimea, na ina affect mimea namna gani? Kwa sababu mimea kweli inahitaji baridi saa zingine. Sasa umeeleza mambo mazito sana, ulianzia kule ndani ya udongo.
Sasa hapo ndo ningependa kidogo umfahamishe msikilizaji ambaye labda ni mkulima wa mboga, mkulima wa nyanya, mkulima wa viazi, so that apate kuelewa vizuri kwamba unapozungumzia ugonjwa ambao unasababishwa na baridi, tunazungumzia kitu kama hii. Maana umezungumzia fungus na vitu zingine. Asante. Nimesema ya kwamba baridi inatokana na fungal infection pamoja na bacterial infection. Ndio. Na hizi fungal infection kuna vitu ambazo zinaleta hii fungal infection zinaitwa pathogens. Yes. Zinapatikana sana sana pale kwenye mchanga. Ndio. So hii baridi haimaanishi ya kwamba wakati wa msimu ya baridi mingi ile tuna upepo inafuma kipupwe ile. Yes. Haimaanishi ya kwamba msimu ya kipupwe ndio baridi inashika mmea. Hapana. Hapo baridi huwe na sambaa tu. Wakati wa kipupwe, wakati upepo inavuma, hiyo upepo inapovuma inachukua tu zile viini ikisambaza kutoka kwa tawi moja mpaka tawi lingine. So inaweza sambaza kutoka mmea mwingine hadi mwingine. Pamoja na mvua inaponyesha. Mvua inaponyesha huwa inapata zile viini ziko pale kwenye matawi. Na inapopata zile viini ziko pale kwenye matawi, utapata ya kwamba hiyo mvua na maji yake inapomwagika, inasambaza tu ile ugonjwa. Lakini sio kwamba hiyo ndiyo inasababisha ugonjwa. Inasambaza. So hii ugonjwa mara mingi inatoka kwenye mchanga. Na hapo ndio huwa tunaambia wakulima ni vyema mkulima kujua mchanga ambayo unafanya nayo ukulima. So utapata ya kwamba hii ugonjwa kitu ambacho mkulima anahitaji kufanya wakati unatumia dawa kukinga ama kuzuia hii ugonjwa ni wakati mvua inakaribia, onset of rains. Ndio. Hapo unahakikisha ya kwamba unatumia hiyo dawa kwa wingi. Unapotumia hiyo dawa kwa wingi itasaidia kuzuia ile usambazaji wa mvua na upepo. Hapo ni kama tumeelewana. Na kupata vizuri. Kitu kingine, kuna mmea kama, sababu naongelea mimea yote, mmea kama kahawa. Inakuwa na ugonjwa ile tunaita rust. Ugonjwa wa rust ukiingia kwenye mmea ya kahawa, natumia kahawa kwa sababu hiyo ni example mzuri, mkulima ataelewa haraka. Ndio. Unapoingia kwenye shamba utapata ya kwamba kuna unga kwenye majani ya kahawa. Ndio. Na hiyo unga ni ya rangi ya manjano. Unapotembea kwenye shamba utapata ya kwamba hiyo unga inaweza kumwagikia kwenye mkono wako, na unapopita kwa mimea zingine itasambaza hiyo ugonjwa. So haimaanishi ya kwamba mvua ndio inaleta ugonjwa wa baridi. Ugonjwa wa baridi inasambazwa na mvua. Alright. Ndio. So cause ni tofauti na pia mvua ikisaidia kuspread. Nimekuelewa vizuri. Sasa tuende kwa dawa. Asante. Umesema si Oshoden 50 WB lakini Oshoden 80 WP. Alright. So Oshoden 80 WP hii ni dawa ambayo imetengenezwa na sumu inaitwa Mangozeb. Na hii molecule ya Mangozeb ni molecule ambayo tunaita broad spectrum. Is a broad spectrum protective fungicide that controls wide range of fungal diseases. Na vile nilianza kueleza magonjwa, ndio sasa wakati tutakuja kutibu magonjwa tunajua ni magonjwa gani tunatibu. Ndio. So hii dawa ya Oshoden ni dawa ambaye inaangamiza magonjwa zote za barafu ama baridi. Na hizi magonjwa zinaonekana kwa njia tofauti tofauti. Na ndio maana ilikuwa vyema nieleze, utapata ugonjwa aina hii kulingana na ile matokeo ambayo mkulima ameona kwenye shamba. So hii dawa inazuia hii ugonjwa kusambaa. Ndio. Na pia inazuia ugonjwa kuonekana kwenye mmea ama kuingia kwenye mmea. So itazuia ugonjwa kuingia kwenye mmea namna gani? Sababu tumesema hizi pathogens za fungicide za fungal zinapatikana pale kwenye mchanga. Ndio. So ndio mkulima azuie huu ugonjwa kuingia kwenye mmea na kuonekana mbeleni. Tuna advise mkulima ya kwamba unapopanda mmea kama maharagwe, unapopanda mmea kama cabbage, unapopanda mmea kama nyanya, ni vyema huyu mkulima wetu atumie dawa from the first spray. First spray tunaongelea the first week or the second week of planting. Mmea umepandwa leo. Baada ya siku 5 hii mmea itakuwa imemea ama siku 7. The second week
huyu mkulima anahitaji kupiga dawa. Ndio. Na hiyo dawa unapopiga wakati huo, hii dawa inazuia viini za ugonjwa ambazo ziko pale kwa mchanga kuingia kwenye mmea. Sababu wakati viini zitapata nafasi ziingie kwenye mmea ikiendelea kukua, ndio viini pia zinaendelea kupanuka na kukua pale ndani. Na zinaendelea kuzaana, cell division. Ndio. So zile viini zitakapozaana, kuna kiwango ambayo mkulima iwapo hakuzingatia kupiga dawa wakati inafaa, utapata zile viini zinaanza kuonekana. Na hizi viini zitaonekana wakati mmea imeanza kutoesha maua. Na mimi hapo ndo huwa naambia wakulima ni vyema uchukue mmea kama binadamu. Jinsi binadamu anapofikia kwa kiwango ya kuzaa ama kiwango ya kizazi. Ndio. Production. Mmea hivyo ndio inafanya. Na ndio maana unaona wakati mingi mama pale nyumbani anapokuwa mjamzito, anaenda hospitali, anaambiwa ya kwamba anafaa alale ndani ya neti. Ndio. Asipolala ndani ya neti, malaria ikimpata mama tunaweza mpoteza. Vile vile mmea kama nyanya, mara mingi hii mmea ya nyanya ikishikwa na blight, inafika kiwango ya kuzaa. Hapo ni ile wakati naweka maua na kisha kuleta matunda. Ndio. Hapo ndio nyanya zetu huwa zinaharibika. Na hiyo ndio ilifanya wakulima wengi sehemu ya Kisii kama 70% wameacha kilimo cha nyanya. Kwa sababu ugonjwa ambayo iko kwenye mashamba zetu na mchanga yetu ni ugonjwa ambayo ni mbaya. Ni kweli kabisa, nyanya zimeanza ama ukulima wa nyanya umeanza kuadimika. Kabisa. Uonekani. Hapa Kisii, nilipokuja hapa Kisii mwaka wa 2017. Ndio. Tulikuwa tunapatana na wakulima wa nyanya sehemu za Keteri, Nyangusu, wamevuka upande wa Transmara. Ndio. Manake kule shamba za huko hazijalimwa sana. Shamba zetu hapa zimelimwa sana, na jinsi shamba inalimwa pasipo na kupimwa na pasipo na kuongezwa rutuba kwenye mchanga. Ndio. Unapata ya kwamba magonjwa yanazidi na yanakuwa mengi. So hayo ndio yamesababisha hakuna kilimo cha nyanya hapa kwetu. Alright. Asante sana Bwana Wanjala. Labda sasa tujue hii dawa ya Oshothen na ATWB kutoka kampuni ya Osho Chemicals, je, inatumika kutibu masuala ya baridi katika mimea hii mitatu ambayo tumetaja, mboga, nyanya pamoja na viazi, ama labda mkulima anaweza akatumia kwa mimea mingine ile? Asante. Hii dawa ya Oshothen inatumika kutibu ugonjwa wa barafu. Ndio. Baridi kwa mimea yote kabisa. Mimea yoyote ambaye inaweza patana ama kushikwa na ugonjwa wa barafu. Hii dawa iko na uwezo ya kutibu. Manake nilianza nikisema hii dawa ni broad spectrum. Inapambana na magonjwa yote. Na magonjwa ya barafu sio kwamba ni ugonjwa tofauti kulingana na mmea. Iwapo ni blight ambaye imeshika mmea kama nyanya, na blight ambaye imeshika mmea kama maharagwe, na blight ambaye imeshika mmea kama viazi, ni blight. So tunatumia tu hii dawa ya Oshothen kuangamiza blight. Na nilisema ya kwamba ndio uangamize blight vizuri kwa mmea wako pale nyumbani, wapo ni mboga, chinza, galina. Tumia dawa wiki ya pili. Ndio. Ulipopanda mmea wiki ya kwanza, wiki ya pili tumia dawa ya Oshothen. Na kisha waweza kurudia baada ya wiki moja. Kunazo mimea ambazo unapata mmea kama cabbage imekaa kwa shamba kwa muda mrefu. Ndio. Na huenda tumetoka dry season tunaenda kwa rain season. So utapata hali ya anga inabadilika na mvua itakuwa mingi. So wakati tunaelekea ile rain season, ni vyema mkulima ajihami na hii dawa ya Oshothen. Because hii dawa ya Oshothen inakuwa kama blanketi kwa mmea. Ndio. Hiyo ndio itafunika mmea isipatwe na ugonjwa wa barafu. Na iwapo kuna viini ambazo zimeingia pale ndani, hazitaweza kuonekana na kuchoma mmea wako. Kwa sababu hii dawa inafanya kitu inaitwa kuconduct
inashika zile viini. Ndio. So itakaposhika zile viini ndani ya mmea, iwapo ziliingia ndani mapema, itazuia zile viini multiplication. Kuongezeka kule. Ndio. So inapozuia hivyo, utapata ya kwamba hakutakuwa na uwezo ya zile viini kuonekana na kuua mmea wetu ama kuchoma mmea wetu. So ndio kusema kwamba hii dawa ya Oshothen 80WB inasaidia kwamba tuseme kama ni vanga zile, yani haziwezi ziendelea kuzaana. Ndio. Hazitaendelea kuzaana. Na pia kitu ya kwanza nilisema ni kwamba wakati unapiga hii dawa mara ya kwanza, inahakikisha zile fungus hazitaonekana na hazitaingia kwenye mmea hapo, hazijaingia. So itafanya kazi mara mbili. Ndio. Asante. Na vile vile sasa unajua Bwana Wanjala, kule shambani masuala ya ukulima yana changamoto tele. Za zingine unaweza dhani kwamba mimea ina shida ya barafu, na pia kumbe kuna ukosefu wa madini fulani. Ndio. Labda mkulima anataka atumie mbolea ama tuseme madini fulani ambayo yatasaidia mmea kunawiri. Utajuaje kwamba ni ugonjwa? Maana kama maharawe, saa zingine unapata maharawe imebadilika rangi, imekuwa manjano. Je, huo ni ugonjwa? Labda unaambiwa kuna madini fulani ambayo yapo. Sasa utajuaje kwamba huu ni ugonjwa wa barafu? Asante. Ugonjwa wa barafu vile nilisema nikatofautisha magonjwa tofauti ambayo yanazama pale. Ndio. Hii ugonjwa utaiona kwa mmea wako, inaanza na mmea moja. Sio mimea zote. Ndio. Tofauti na nutrition deficiency. Right. Nutrition deficiency utapata ni shamba mzima. Ama ikionekana inaonekana mimea kadhaa sehemu moja. So hii inamaanisha ni nutritional deficiency. Right. Lakini na pia kwa nutritional deficiency utapata iwapo mmea imeanza kubadilika rangi ya majani, utapata ni majani yote, mmea mzima. Ndio. Lakini hapa kwa ugonjwa wa barafu utapata ni jani moja. Iwapo ni blight itaanza kutoka chini, majani moja moja. Iwapo ni ugonjwa ambayo tunaita down mildew, utapata ya kwamba hii ugonjwa inaanza matawi ya juu. Kuna ugonjwa mwingine ambayo tunaita late blight. Yes. Na hii late blight utapata ya kwamba hii ugonjwa itaanza wakati mmea imeanza kutowesha maua ama kuleta matunda. Hapo ndio unaanza kuona inabadilika majani moja, mbili. Ukirudi baada ya siku 3-4 utapata ya kwamba inaendelea ikisambaa kwa mimea zingine polepole. Alright. Ndio. Na vile vile sasa tukielekea kumaliza hii dawa ya Oshothen, unajua mkulima interest yake anataka kujua hii dawa ataipata wapi, hii dawa ni hewe pesa ngapi, bei yake nafuu, juu, namna gani? Ndio. Hii dawa ya Oshothen ni dawa ambayo inapatikana kila sehemu ya nchi ya Kenya. Na nikisema kila sehemu, hii dawa ya Oshothen haipatikani kwa duka linalouza sukari ama linauza mkate. Hii dawa inapatikana kwa duka la Agrovet ambalo linapatikana karibu na mkulima. Ndio. Na dawa ya Oshothen ni dawa ambayo bei zake ni nafuu kwa mkulima. Manake ni dawa ambayo imewekwa kipimo tofauti kulingana na ile agency ya mkulima ama kiwango jenye mkulima anahitaji. Ndio. Hii dawa ya Oshothen imeweka kwa kiwango ya ndoo moja. Tunaichanganya 50 grams kwa 20 liters ya maji wakati unaenda kutumia dawa ya Oshothen. Ndio. So hii dawa iko kwa kiwango ya 50 grams. Oshothen inapatikana kwa kiwango ya 100 grams, 200 grams mpaka kilo 20. Ndio. Kulingana na shamba la mkulima. So hii dawa haimaanishi ya kwamba iwapo we ni mkulima ambayo unahitaji ndoo moja kutumia hii dawa ya Oshothen ununue 50 grams peke yake. Waweza kununua hata kilo moja. Hii dawa ya Oshothen utakaponunua siku ya leo, sio na ufungue utumie, haimaanishi ya kwamba itaharibika. Ni dawa utatumia kwa muda mrefu. Na hii dawa wakati unainunua pale juu kwenye lebo tumeandika hapo kitu inaitwa expiry date. Ndio. Hii dawa itatumika mpaka wakati ambao tumeandika pale. Sababu unapoinunua leo inapotengenezwa leo itachukua miaka 3. Na dawa ambazo ziko saa hii utapata expiry yake ni ya 2027 kuendelea mbele. So mkulima unapoenda kununua hii dawa usikuwe na wasiwasi kwamba nitanunua dawa ambayo ni mzuri na nikifungua inaharibika. Haiharibiki. Alright. So unaweza
Unaweza ukaifungua. Unaweza ifungua na kisha uendelee kutumia. Alright. Kumbuka vile nilisema pale mwanzo, hii dawa wakati mvua imeanza mingi, tukiingia rain season, ni vizuri mkulima hakikisha uko na hii dawa. Hii ni kama blanketi kwako. Itahakikisha kulinda ile mimea yako kutokana na barafu. Alright. So unaweza, sio lazima ungoje mimea yako ikaadhirika. Unaweza ukaikinga pia. Ndio. Maanake hii dawa nimeona ina uwezo wa kukinga na kupatia mimea nguvu za kujikinga kutokana na maradhi kwa muda mrefu. Asante. Sasa hivi labda kwa mkulima anafaa aitumie, unajua mkulima, kuna wakulima wengine Bwana Wanjala, yeye anajua tu hii dawa kwa mfano kwa sababu ni dawa ya kunyunyizia mboga kwa mfano, so anasema si dawa ambayo ina madhara yoyote. Anatoka nyumbani tu, hata unaweza pata amebeba mahindi yake anatafuna pale kuenda kwa kwa mimea yake. Sasa hatari zake ni zipi jamani? Dawa ya Oshothen ni dawa ya fungicide, na dawa za fungicide ni zile tunaita less hazardous. Hazina makali sana kwa unless iingie kwenye tumbo. Ndio. Lakini kwenye mikono, iwapo imeguguza kwenye mkono, hiyo ni unga tu, unasafisha tu na maji mingi na haina madhara yoyote. Alright. So kuna madawa ambazo ni tofauti ziko na madhara, lakini pale juu kwenye label tumeandika pale direction of use na advice mkulima ya kwamba unaponunua dawa kwenye duka hakikisha ya kwamba hiyo dawa umesoma pale juu. Ndio. Tumeandika pale, na iwapo ni less hazardous ama ile ambayo ni dawa mbaya ama ni kali, ndio tumeandika pale. Labda sasa tuseme mkulima akisha nyunyizia dawa ya Oshothen 80 WB, amenyunyizia kabisa mboga zake, tuseme ni managu, sagaa, hizi ni mboga ambazo zinachunwa kwa muda mfupi ama baada ya muda mfupi, kutegemea na rutuba ambayo iko kwa udongo. Labda amemwaga leo ama amenyunyizia leo dawa, anafaa ngoje kwa muda wa kiasi kipi ndio labda aanze kuchuna mboga tena? Asante. Dawa ya Oshothen ni dawa ambayo tunaita fungicide. Ndio. Na hii dawa tunaruhusu mkulima achukue wiki moja. Kati ya siku 5 mpaka siku 7. Ndio. Hii dawa haina makali sana. Ukilinganisha na dawa zingine za insecticide za wadudu. Hizi ni dawa ambazo zinatokana na sumu kali. Ndio. So hizo unapata kuna zile ambazo zinatokana na biologicals ambazo zimetolewa kwenye mti ama natural sources. Kuna zingine ambazo zimetoka kwa sumu ambayo tunaita inorganic. Alright. So utapata hizo ambazo zimetoka kwa sumu ya inorganic, kuna zile systemic zenye zitakaa kwa mmea kwa muda mrefu. Lakini hii dawa ya Oshothen ni ile tunaita contact. Ndio. Contact inamaanisha ya kwamba ni dawa ambayo inaguzana tu na mmea. So huenda mvua imenyesha pale shambani, itamaliza makali ya hiyo dawa kwenye mmea. Ndio. Na ndio maana tunasema achukue tu siku 5 ama siku 7. Iwapo mvua inanyesha siku 5 waweza kukula, haina madhara yoyote. Ndio. Kuna hii mimea ambayo inapimwa wakifanya export kama avocado na mimea ingine. So ukitumia hii dawa ya Oshothen kwa kutibu ama kucontrol ugonjwa wa barafu, hii dawa mmea wako uza baada ya wiki moja. Haina makali yoyote ama pembejeo zozote za dawa. Hapo tuseme mvua majua si tegemeo. Mvua ama jua sio tegemeo sana. Siku ni 7 tu. Siku ni 7. Mvua inyeshe isinyeshe. Ndio. Hiyo dawa iko, hakuna dawa sumu kwenye mmea. Na labda tukimalizia, manake naona tuko na dakika 3 Bwana Wanjala. Hii dawa inafaa kunyunyiziwa saa ngapi? Asante. Dawa inanyunyuziwa asubuhi ama jioni. Ndio. Ni kwa nini tunyunyizie dawa asubuhi ama jioni? Ndilo swali. Kwa sababu mkulima, tunapokuwa na mmea pale shambani, kuna kitu inaitwa stomatus pale kwenye mmea. Ndio. Tunaponyunyuzia dawa, tunanyunyuzia kwenye majani, na hayo majani ndio yamebeba zile stomatus. Hizo ni openings ambazo zinaruhusu mmea kuchukua kitu yoyote kutoka nje kuingiza ndani. Ndio. So wakati jua ni kali, huenda imefika saa 5 saa 6, jua imekuwa kali, zile stomatus huwa zinafunga.
Manake jua inapokuwa kali, mmea inapoteza maji. Transpiration. Ndio. So mmea inapopoteza maji, hii maji ndio inatakikana kwa mmea kutengeneza chakula na kuendelea na physiological processes zake. So utapata ya kwamba inafunga zile stomatas ndio izuie kupoteza maji. So wakati utatumia hii dawa jua ikiwa kali, mmea itakuwa imefunga stomatas. Na kisha mmea haitaweza kuchukua hiyo dawa vizuri kuingia pale ndani. Ndio. Matokeo ya dawa hayatakuwa mazuri. Kitu ya pili, wakati jua inakuwa kali mchana, unapata ya kwamba wadudu wanapotea. Ndio. Iwapo mkulima anaenda kupiga dawa ya wadudu ama ananyunyuzia dawa ya wadudu, utapata ya kwamba wadudu wamepotea pale kwenye mmea. Na iwapo wadudu wamepotea pale kwenye mmea na unatumia dawa ambayo ni contact, utapata ya kwamba wale wadudu wanaweza ishi mahali penye wameenda na kisha warudi baadaye kama nguvu ya dawa imeisha. Halafu waendelee kuangamiza mkulima. So tuna advice ya kwamba pale asubuhi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4. Hiyo ni wakati mwafaka ya mkulima kutumia dawa. Na pia iwapo imefika saa 4, saa 5 jua imekuwa kali, wacha subiri mpaka wakati wa saa 10 ama saa 11 jua inapopoa. Ndio. Alright. Kisha uendelee. Asante sana. Na labda unajua hata binadamu kuna ile dose ambayo inatolewa kwamba kama ni tembe 2 mara 3 kwa siku. Tuseme kwa hii dawa ya Oshoten 8WB labda umeanda dose. Umesema gramu 50 kwa maji lita 20. Mwingine anasema kwamba analeta maji lita 44, anaweka gramu 50 kwa hiyo maji. Alafu anasema waja ninyunyizie, manake economy mbaya. Economy ni mbaya. At the same time utapata kunao wakulima ambao kulingana na vile, yani we call them, I don't want to call them like that, mean. Manake unapata ya kwamba mkulima haezi toa pesa akiona kununua dawa ni shilingi 200. Ndio. Na ndio 200 ndio itatosha shamba yake, na kuna ya shilingi 100 ataenda kununua ya 100. Na kisha atumie maji ambayo itamaliza shamba yenye angetumia dawa ya shilingi 200. Hapo utapata ya kwamba dawa haijafanya vizuri. Ndio. Kwa sababu umefanya kitu inaitwa underdose. Ndio. Na in case dawa ya Oshoten overdose. Ndio. Overdose na maanisha umetumia 100 grams, 200 grams kwa 20 liters. Ndio. Hiyo dawa haina madhara ambayo italeta kwenye mmea. Haitachoma mmea wako. Ndio. Lakini kitu ambacho mkulima atakuwa amefanya kitu inaitwa wastage. Yes. Na hii wastage itaonekana wakati mkulima atakuwa anapiga hesabu ya production cost against matokeo yake. Ndio. Sababu ukifanya ukulima, tumesema ukifanya ukulima ile tunaita kilimo biashara. Na hii kilimo biashara utafika kiwango ambayo utaangalia nimetumia pesa kiasi fulani. Kununua dawa, kununua pembejeo, kununua mbegu na hizo vitu zote. Ndio. Na hii vile nimetumia hii pesa, kumbuka kuna zile practices zinaendelea. Huenda umeita watu wa kulima ama umetumia zile herbicides za kuchoma kwekwe. Ndio. Hiyo pia unaweka kwa production cost. Wakati utapata mavuno yako, unafaa upige hesabu ya product against production cost. So utapata ya kwamba iwapo hesabu zako hazilingani, wewe hauko unafanya kilimo biashara. Alright. Bwana Wanjala, naona muda wetu ni kama unatupatia kisogo. Sijui utamwambia mkulima vipi kuhusu kampuni ya Osho Chemicals na hususan hii dawa ya Oshoten. Sijui utamfahamisha nini tukimaliza kwa sekunde 30 tu. Asante. Mkulima, mimi nakueleza ya kwamba tunaingia sasa, tuko msimu wa jua kiasi na kiangazi. Wiki 2 zinakuja mbele tutaingia msimu ya mvua. Ndio. Iwapo uko na mmea shambani, hakikisha ya kwamba umetafuta dawa ya Oshoten uko nayo pale kwenye store yako. Ndio. Hii dawa ya Oshoten itakusaidia kuzuia magonjwa ya barafu na kuzuia mmea yako kuchomeka na kuungua. Pale sehemu za Magena, Nyangusu, Kenyenya, unapata ya kwamba wakulima wetu wanalima mmea ile tunaita chinzaga na linagu. Ndio. Hakikisha ya kwamba uko na dawa ya Oshoten pale kwenye shamba lako na mambo yako itakuwa mzuri. Alright. Ninapomalizia, Baraza Wanjala anapatikana sehemu zote, na wakulima nimewaeleza ya kwamba iwapo uko na shida, ndio, piga nambari yangu ya simu wakati wowote mchana kuanzia asubuhi saa 2
hadi saa 2 usiku. Wapatie namba yako Wanjala tumalize. Namba yangu ni 07 ndio 2545 7524. Alright. Labda tuirudie polepole kwa faida ya msikilizaji pale. 0725 45 75 24. Ndio. Yeye akipiga atampata Wanjala. Alafu mtazungumza zaidi. Na tutazungumza zaidi. Kampuni ya Osho Chemicals tunawapenda wakulima. We always say we grow with the farmer. Asante sana. We grow with you. Na sisi pia tunafanya kazi na nyinyi. Asante. Shukrani sana na tunakutakia kila laheri bwana Wanjala. Thank you sir. Shukrani sana. Anaitwa Baraza Wanjala, Technical Marketing Officer kutoka kampuni ya Osho Chemicals. Ronald Mayaka igali standby kabisa kwa ile tamangana mayasi nchira yubo ikiranu, usicheze mbali.